Watu wa injinia, mimi kwanza nataka niseme asante sana, mumetukaribisha injinia. Ya pili, mimi nimefika hapa injinia leo na nimefika Nyandarua leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Nyandarua County. Sawa sawa. Mimi nimeona hii mabango yenu, sasa wekeni chini kidogo polepole, alafu nitajibu mambo yenu baadaye. Tafadhali. Sawa sawa. Watu wa Nyandarua, mimi nimefika hapa kwa sababu kuna kazi mulinituma. Si ndio? Kwa kura zenu mulinipatia kazi. Ya kwanza muliniambia ni kwamba nipange mambo ya stima ifike kwa manyumba yenu. Neguo. Sasa sikizeni. Leo mimi nimekuja hapa na waziri wa mambo ya stima. Na niko na principal secretary wa mambo ya stima. Na nimewaambia kwa sababu tayari nimetafuta pesa shilingi bilioni 1.6, 1.6 billion shillings ya watu wa Nyandarua tuwawekee stima watu 14,000 wapya. Na nimesema hiyo kazi ya kuunganisha stima kwa watu wa Nyandarua ikamilike kabla ya November this year. Ndio hawa watu wawashe stima kwao. Na tumesema stima sio starehe ya watu matajiri. Stima ni haki ya kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Watu wa Nyandarua mnanielewa? Na nimemwambia PS wangu hapa bwana Wachira. Wewe bwana PS, mbali na hiyo 1.6 billion, nimekuambia mahali utatoa milioni ingine 400 ili watu 20,000 wa Nyandarua waunganishwe na stima kabla ya Novemba mwisho wa mwaka huu. Na huyu Wachira ndio nimempatia kazi, atakuwa anakaa hapa na kuhakikisha ya kwamba kila kijiji ambayo stima haijafika inafikishwa. Na wabunge wetu, mimi nimeongea na wabunge wetu. Nimeongea na mjumbe wenu bwana Zakaria Kwenya Dhoko hapa. Huyo Zakaria Kwenya Dhoko. Si namna hiyo? Nimeongea pia na Kiaraho. Nimeongea na ndugu yangu bwana George Gachagua kutoka kule Ndaragwa. Nimeongea na bwana Moshira. Na nimemwambia kila mjumbe achunguze kwake ndio watuambie mahali gani haijawekwa stima, kwa sababu Nyandarua kwa miaka nyingi ilibaki nyuma kwa mambo ya stima. Na ndio nimesema tuweke affirmative action ili watu wa Nyandarua wapewe stima kama wale wa Kenya wengine. Nyandarua tumekubaliana my friends? Tumekubaliana? Simuli niuliza niende nitafute pesa ya stima, nikuje niunganishe stima makwenu. Sasa waheshimiwa wabunge na PS wangu, msiniangushe. Pesa nimewapatia, mafundi wako hapa, makontrakta wako hapa, stima muunganishe kwa wananchi hawa ili kila mwananchi awe na stima kwake. Nyandarua hoye. Jambo la pili, nyinyi watu wa Nyandarua muliniambia ya kwamba mnataka mama mboga afanye kazi mahali kuna heshima. Mulisema nipange mambo ya masoko. Ni kweli ama si kweli? Na soko ni ya muhimu kwa sababu mbili. Soko inatusaidia ili mkulima akizalisha mazao yake apate mahali ya kupeleka sokoni, ndio apate aweke pesa kwa mfuko. Ni kweli ama si kweli? Ya pili, soko ni muhimu kwa sababu inasaidia mama mboga na wale wafanyabiashara. Na ndio tumekubaliana hapa injinia, kwa sababu ni town kubwa, ilikuwa imepangiwa soko ya milioni 50. Nikasema soko ya milioni 50 haitoshi. Sasa leo mimi nimekuja hapa kuanzisha soko ya milioni 390. 390 million. Nyinyi mnanielewa? Na nimekubaliana na huyu badilisha. Huyu gavana wenu nimemwambia, wewe bwana gavana,
kwa sababu wewe ndio umetoa shamba, si ndio? Hiyo shamba ilikuwa ya county, lakini nimekuja kusaidia huyu gavana wenu ili tuwe na soko hapa, na niliwaambia ya kwamba pia kwa haraka tunajenga soko ingine pale Njabini. Nimepanga tutajenga soko ingine Olkalao yenyewe pale Mirangini, tunajenga soko ingine pale Kasuku, tunajenga soko ingine Ndaragwa, tunajenga soko ingine Mairoinya, tunajenga soko ingine, kwa sababu soko tunajenga hapa Nyandarua ni soko 10 mpya ambayo itasaidia wafanyabiashara na wakulima wa Nyandarua wawe na soko ya kupeleka bidhaa zao, ndio Kenya iweze kusonga mbele, Nyandarua ikiwa katikati yake. Hiyo soko nimeanzisha hapa. Nimemwambia contractor mambo mawili. Huyu contractor nimemwambia number 1, wale watafanya kazi hapo ni vijana wa hapa engineer, hakuna maneno ya negotiation. Jambo la pili, ameniambia hiyo soko itachukua 1.5 mwaka. Nimemwambia 1.5 ni siku mingi. Atengeneze hiyo soko kwa 1 mwaka peke yake iwe imekamilika. Mimi nirudi hapa ni handover kwa county government, wapange wafanyabiashara wa hapa engineer. Tumekubaliana watu wa engineer? Tumekubaliana? Jambo la tatu, mimi nimekuja engineer. Watu wa hapa Nyandarua muliniambia ya kwamba county hii ndio county peke yake haina university. Ni kweli ama si kweli? Kama nyinyi mnafuatilia, Ijumaa iliyopita niliidhinisha na sasa tumegazette University ya Nyandarua, na wanafunzi watakuja kuripoti hapa Septemba mwaka huu. Wanafunzi wa university watakuja, wale watakuja kusomea university yenu ya hapa Nyandarua. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyandarua, hawa wa viongozi wetu wa hapa, gavana alikuja, mama county akakuja, huyu kwenye akakuja, wabunge wote wakakuja, wakasema ya kwamba watu wa Nyandarua wametutuma, wanataka university Nyandarua. Ni nyinyi mliwatuma ama kunipanga? Wamenipanga hawa. Nyinyi ndio mliwatuma, mkasema mnataka university hapa, kwa hivyo university iendelee. Kwa hivyo nimekuja pia na waziri wa elimu kuhakikisha ya kwamba by September wanafunzi wa kwanza watakuwa wameripoti hapa, na nimewaambia wajenge hostel ili wanafunzi wapate mahali ya kuishi. Neguo, tunaelewana? Jambo la 4, mimi nimekuja hapa Nyandarua. Mimi nilitembea kwa hospitali yenu wakati tulileta ile equipment ya managed equipment service, na nikaona hospitali yenu iko chini kiasi, ile referral hospital pale JM. Na mimi nataka nishukuru viongozi wa hapa, wameanzisha hospitali mpya pale, lakini hawa viongozi walikuja kwangu wakaniambia hiyo hospitali ilianzishwa na county, sasa imefika 48% na imejengwa karibu miaka 5 na inasonga polepole na county imelemewa. Huyu ndugu yangu Badilisha akakuja akaniomba, akaniambia tafadhali nishikilie hii hospitali, na wabunge wameniambia ati nishikilie hii hospitali nijenge. Mimi nauliza nyinyi watu hapa engineer, watu wa Nyandarua, si mnataka hiyo hospitali ijengwe? Mnataka hiyo hospitali ijengwe, sio? Kwa hivyo yale Faith Gitau aliniambia, Kwenye akaniambia, gavana akaniambia ya kwamba tujenge hiyo hospitali, ni kweli? Sasa sikizeni. Watu wa Nyandarua sikizeni. Sasa nimemwambia gavana ile pesa angetumia kujenga hiyo hospitali ya JM karibu milioni 800, kwa sababu ingemchukua muda wa karibu miaka 5-6 apate hiyo pesa. Sasa hiyo hospitali aniwachie, na hiyo hospitali nimeambia Bwana Mariro PS wangu wa mambo ya defense, ndio huyu hapa. Mnaona huyu jamaa ako na kipara huyu? Kipara hii ni maneno madogo, lakini huyu ni kijana. Sawa sawa.
Sasa wewe bwana Mariro amekuja hapa na watu yake, amekuja na watu wa TVET, amekuja na watu wa jeshi. Hiyo hospitali sasa mimi nitajenga, nikamilishe na niweke equipment, ndio watu wa hapa Nyandarua wasihangaike tena kutafuta matibabu mbali. Tuwe na hospitali hapa ya level 6 ambayo itahakikisha kwamba wananchi wa hapa wanapata matibabu sawa sawa. Neguo, tuko pamoja? Tuko pamoja? Vile vile, mimi nimekuja hapa kwa sababu ya stadium yenu. Pale tumejenga stadium, ilianzishwa miaka 15 iliyopita. Hiyo stadium imekwama, si ndio? Na nimemwambia huyu Elijah, huyu Mwangi ndio principal secretary wetu wa mambo ya sports. Sasa nimemwambia huyu Mwangi achukue hiyo stadium, atengeneze, amalize ndani ya mwaka moja, mimi nikuje nifungue, watu wa Nyandarua wasonge na mambo yao ya maendeleo. Tumekubaliana watu wa Nyandarua? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Nimekuja hapa jambo la mwisho. Mambo nimekuja hapa ni mambo ya barabara. Barabara za hapa nyingi kwa sababu ya mvua, kwa sababu ya matatizo. Nyinyi mlijua ya kwamba tulikuwa na matatizo ya kiuchumi hapo mbeleni, na nikawaambia mnipatie tu nafasi kidogo ninyoroshe uchumi, ndio uchumi kisha kuwa sawa sawa nipange haya mambo ya maendeleo. Kwa miaka miwili nimeweka uchumi sawa sawa. Ile interest rate ambayo ilikuwa imefika 20% sasa tumeiteremusha. Ile exchange rate ilikuwa imefika 165 sasa imekuja chini 128 129. Ile inflation ilikuwa 9.6% sasa imekuja chini iko 3.5%. Sasa uchumi ya Kenya iko dhabiti, na mimi sasa niko tayari kuhakikisha kwamba barabara zetu zote zile zilikwama na zile mtaniuliza tuweze kuzijenga, kwa sababu barabara ni muhimu. Inarahisisha usafiri, inarahisisha mambo ya kilimo na inatusaidia kuzalisha uchumi, ndio tuweze kuondoa umaskini katika taifa letu la Kenya. Sikizeni watu wa hapa engineer, si mimi nilikuja hapa na huyu Mbogwa, si mnajua Mbogwa huyu? Huyu Mbogwa ndio PS wangu wa mambo ya barabara, na nilishamwambia huyu bwana Mbogwa, mnanisikia vizuri? Nataka mnisikize vizuri watu wa Nyandarua. Sawa sawa. Hiyo barabara tulianzisha hapa kutoka engineer kwenda Mbiginano, Kadhara, si ndio? Hiyo barabara Tulaga, ile inaenda mpaka Mutambure, mpaka Mbirithe. Hizo barabara zote lazima ukamilishe my friend. Nimekupatia pesa ya kutosha hizo barabara zikamilike. Neguo kana tiguo. Nedurai kuidhania. Kabisa. Wewe bwana Mbogwa, pia ile barabara ilikuwa imekwama last week. Niliwapatia milioni 950 ya kukwamua barabara ya Captain kwenda kwa Wanjohi kwenda mpaka huko Ndonyonjero. Hiyo barabara vile vile mimi nataka tuharakishe, kwa sababu hao wananchi niliwaahidi, na mimi nataka nihakikishe ya kwamba deni yangu na wao mimi nimemalizana mapema, si ndio jameni? Vile vile tulikubaliana barabara ya kutoka hapo Olkalau kuteremuka kwenda pale Silanga na iende mpaka Oljoro Rock mahali inaitwa Boyman. Hiyo barabara vile vile I have given you the resources, nataka tukamilishe hiyo barabara. Na barabara za kutoka kule Ndaragwa, barabara ya Ndaragwa kwenda maili 10 kwenda mpaka Uroko, mpaka ile barabara zote za Shamata, mimi nimekubaliana na wewe kilomita 100 ya watu wa Ndaragwa lazima ikamilike, kwa sababu ni ahadi yangu kwao, kwa sababu mimi nataka nihakikishe ya kwamba mtihani ikifanyika 2027 mimi nataka kupita hiyo mtihani, na hiyo mtihani siwezi kupita kama sijamaliza hizo mabarabara. Wewe unajua hivyo. Ni kweli ama si kweli? Watu wa hapa engineer tumekubaliana? Engineer tumekubaliana? Hii kazi yote mliniambia vile vile nipange mambo ya kilimo, nipunguze gharama ya mbolea. Sasa mbolea nimepunguza, imekuja 2500. Mliniambia nipange mambo ya kahawa, bei ya kahawa imetoka shilingi 50
sasa ni 110, 120, ikielekea 130. Muliniambia nipange mambo ya chai, nimefukuza wale wakora walikuwa wanatusumbua. Chai sasa average price ya chai imetoka 44 shillings, sasa imefika 64 shillings, na mimi nataka ndani ya miaka mitatu ifike 100 kwa kilo moja, kwa sababu kilimo ndio itauinua wananchi wengi, kwa sababu wakulima ndio uti wa mgongo wa maendeleo ya mataifa letu la Kenya. Watu wa Nyandarua hoye! Injinia hoye! Simulinipatia kazi, mkaniambia nipange maneno ya masomo ya watoto wetu. Tuko pamoja? Walimu tayari mimi nimepanga walimu, tumeajiri walimu 76,000. Na tumepanga mambo ya funding ya watoto wetu. Na nimesema ya kwamba tunataka tuendelee mtaratara mzuri, watoto wetu wasome vizuri, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa ya watu wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie watu wa Nyandarua, sawa sawa, mimi nawaheshimu sana, kwa sababu kura zenu ndio liunda hii serikali na ikanifanya niwe rais wa Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie, kazi mulinipatia ya watoto wenu kusoma, ya kupanga kilimo sawa sawa, ya kupanga mambo ya stima, ya kuhakikisha kwamba tumejenga barabara, ya kujenga masoko hii, hiyo kazi nitafanya na bidii, kwa sababu mimi nataka nihakikishe ya kwamba imani yenu na kura zenu na ile mulinipatia lazima nihakikisha kwamba imetimika. Na mimi nitafanya kazi na hawa viongozi wote. Watu wa Nyandarua, mimi nataka niwaulize, mnataka niendelee nifanye hii kazi ama mnataka tuendelee na siasa ya fitina? Tuendelee ama tuendelee? Mnasema kazi iendelee, ya barabara iendelee, ya stima iendelee, ya masomo iendelee, ile ya soko iendelee. Wangapi wanasema kazi iendelee? Jameni, watu wa hapa Injinia. Sawa sawa. Mimi sitaki kusema kuzidi sana. Maneno ya maziwa ni mimi nimesema ya kwamba ile guaranteed minimum return ya maziwa ni shilingi 50 kwa mkulima. Na tunataka kupanga hapo, alafu tuongeze polepole mpaka tuhakikishe ya kwamba kilimo yote ya maziwa, ya chai, ya kahawa, ya miwa, ya mahindi, ya ngano inalipa kwa wakulima, kwa sababu ndio njia ya kuhakikisha kwamba tuko na chakula katika taifa letu la Kenya na tunaondoa aibu ya njaa katika taifa letu. Injinia hoye! Injinia hoye! Mnasema kazi iendelee? Hebu nione wale wanasema kazi iendelee, kazi iendelee, kazi iendelee. Very good. So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika hapa na watu wa Injinia. Mimi nitarudi hapa tena na tena na tena mpaka ile kazi mulinipatia nihakikishe ya kwamba imetimia pande zote. Pande ya barabara, pande ya soko, nihakikishe stima mmepata, alafu tutakutana pale mbele na hawa viongozi wetu. Neguo. Neduraiguidhania. Kabisa. Mnasema tuendelee? Very good. Bas, kwa sababu ya masaa, na mimi bado naendelea, niko na soko na barabara ya kufungua kule Murang'a. Wacha nichukue nafasi hii